إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله منا وإياكم من عذاب النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وابن ماجه والنسائي وأحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك عن أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا بحصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الإمام الألباني عليه رحمة الله. أيها المسلمون عباد الله، صحابة mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam Muadh ibn Jabal aeleza katika hadithi kama vile hii iliyopokelewa na Imam Tirmidhi na Imam Ibn Majah
na Imamu Ahmad na Imamu An-Nasai alayhim rahmatullah. Asema Muadh, nilikuwa siku moja katika safari mimi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tulikuwa kwa safari, inaonyesha ilikuwa ni katika safari za jihad fi sabilillah. Mara nyingi ndo safari ambayo kwamba alikuwa akitoka Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Asema Muadh, siku moja ikafika usubuhi mimi nikiwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Manake watu ni wengi, masahaba ni wengi, kila mmoja akona tamaa kuwa karibu na Rasulullah. Muadh asema nikabahatika siku moja mimi kuwa karibu na Rasulullah. Nikamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, tizameni ndugu zangu masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, alikuwa wakipata bahati ya kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanamuuliza maswali gani? Huyu ni mtu mkubwa, huyu ni waliyullah, uko karibu na yeye. Huyu ni alim, huyu ni mwana wa chuoni, uko karibu na yeye, unamuuliza maswali gani? Sahaba walikuwa na hirs kutaka kujifunza mengi kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Muadh amwambia Rasulullah, akhbirni bi'amalin, hebu niambie ya Rasulullah amali ambayo mimi nikiifanya nitapata mali sana, la nitakuwa tajiri sana, la nitapata cheo mbele za watu, la. Ayu amal? Qala bi'amalin yudkhiluni aljanna, niambie kuna kwa amali ambayo mimi nikiifanya nitaingia janna. Sahaba yuwaza janna, anawaza janna. Ambia ya Rasulullah, niambie amal mimi nikiifanya itakuwa ni sababu ya mimi kuingia janna, na itakuwa ni sababu ya mimi kuwa mbali na moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Haya ndio maombi ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Je, wewe ungekuwa karibu na Rasulullah ungemuomba ombi gani? Ama ungemuuliza shida gani ya Rasulullah? Muadh yuomba lau afundishwe amali ambayo itamuingiza janna na itamtoa katika moto. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam hakuwa ni bakhili wa ilmu, alikuwa ni anawapendelea watu khairi, kaifa la. Na yeye ndo ambaye kwamba anasema ahibba li akhi kama tuhibbu li nafsik, mpendelee ndugu yako ile kitu ambayo kwamba wewe waipenda kwa nafsi yako. Kwa moyo wako wapenda nini wewe, hiyo kitu wapendelee wenzio. Na Rasulullah kana harisan ala hidayati ashabi, alikuwa yuko na hirs ya kuwaongoza masahaba zake. Akamwambia sahaba wake kama vile huyu Muadh, ambia ya Muadh, ukitaka kuingia janna na ukitaka kuwa mbali na moto, jambo la kwanza an tashhada an la ilaha illa Allah, shuhudilia ya kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah. Manake jambo la kwanza ambalo litamsaidia binadamu kuingia janna, atamke ash-shahadatain, shahada mbili, kama ilivyofasiriwa kwa hadithi ya Umar radiyallahu ta'ala an, an tashhada an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Fala budda yoyote anayetaka kuingia janna, anataka kuingia peponi yaum al-qiyama, atamke shahada mbili. Na huu ndio ufunguo wa mtu kuingia katika Uislamu. Akija mtu atakuingia kwa Uislamu, tumwambia atamke shahada mbili, asema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hii ndiyo shahada ambayo Muislamu akiitamka anakuwa tayari ameingia katika group la Waislamu. Na hii ndiyo silaha ya kwanza, ama ndiyo sharti ya kwanza ya wewe kuingia janna. Na naam, shahada iko na shuruti zake. Ukishatamka shahada uzilete, na pengine khutba itoshei kueleza kila kitu, lakini Rasulullah akamwambia Muadhi jambo la kwanza atamke shahada, kisha akamwambia jambo la pili amwambia watuqima as-salah,
kama wataka kuingia janna ya Abdullah, simamisha sala. Kama wataka kuwa mbali na moto ya Abdullah, simamisha sala. As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Sala ya ibadallah, sala ndiyo alama ya Uislamu, sala ndiyo bendera ya Uislamu. Man taraka as-salah faqad hadama ad-din. Yoyote ambaye kwamba ataacha sala ameacha dini. La budda muislamu asimamisha sala katika dhurufu yoyote, shida yoyote utayokuwa, katika hali yoyote. Allah amemtaka muislamu asimamishe sala hata akiwa katika vita. Wewe upo katika mji, uko na amani, hakuna anayekuzuia kwenda msikitini, hakuna anayekuzuia kusimamisha sala, lakini maadhalika la tusalli. Elewa ya kwamba umevunja nguzo katika nguzo za Uislamu, as-sala. Na haya ndio mambo ambayo Mtume alimueleza Muadh, kama wataka kuingia janna, simamisha hizi nguzo tano za Uislamu, ambayo nguzo ya kwanza ni shahada na nguzo ya pili ni sala. As-sala ibadallah ndio alama inayomtofautisha Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Kuna faida gani wewe ni Muislamu, uko kwa duka yako wafanya kazi, imfika time ya sala, umesikia adhana, hukufunga duka yako kuja kusali kwa msikiti, ama hukutoka kuja kusali msikitini, ukabaki kwa duka yako mpaka salatu dhuhri ikakupita, salatu al-asr ikakupita, na maghrib ikakupita, na isha ikakupita. Una tofauti gani wewe na John ambaye kwamba yeye hana ibada, hana Uislamu, hana dini yoyote? Nyote mmefanana. Falidhalika kama wataka kuingia janna kwa maelezo ya Rasulullah, lazima usimamishe sala. Na jambo la tatu Mtume akamweleza Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, asema watu'ti az-zaka, utoe zaka. Mali yako ikifikia nisab, ikifikia kiwango ya kutoa zaka, yafaa utoe zaka. Wewe ni mfanya biashara, mali yako imefikia nisab, basi toa zaka. Watu wangapi leo wanamiliki kiwango ya zaka lakini hawatoi? Pengine wanadhania kwamba labda zaka ni kiwango kikubwa. La, si kiwango kikubwa ya zaka ambayo kwamba watoa, ni kiwango ndogo sana. Lakini Muislamu kwa kuwa haelewi haya mambo, akawa anaacha hii faridha katika faraidillah, ambayo zaka ni haki ya mali, yafaa Muislamu aitoe. Fala budda Waislamu wasimame kutizama huu mlango wa zaka. Hani katika masaila ambayo kwamba hayatajwi sana katika manabir, Sheikh atapita tujua naeleza zaka, lakini kupata watu wakihimizwa kutoa zaka na kupatiwa ilmu ya zaka hawajui. Wengine ikawa inafikia labda zaka yake yodhania kwamba mwisho wa mwaka basi atachukua mayatima wawili na watu watatu akampea kila mmoja thao mbili, basi zaka inkwisha. Hiyo ni sadaqa. Zaka ni haki maalumu ambayo kwamba inapatikana katika mali, yafaa uitoe kwa watu maalumu, si kila mmoja afaa kupewa. Falidhalika hili ndo jambo la tatu ambalo Mtume alimfundisha Muadh ya kwamba akilifanya ataingia janna. Na jambo la nne katika mambo ambayo kwamba Mtume alimfundisha Muadh itakuwa ni sababu ya yeye kuingia janna, qala watasuma Ramadhan, ufunge mwezi wa Ramadhan. Mwezi wa Ramadhan ambayo kwamba ni somu ya wajib, yafaa wewe uhakikishe wafunga somo kama vile hii. Allah anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yoyote ambaye kwamba atafikiwa na mwezi kama vile huu wa Ramadhan na afunge. Hii ni nguzo ya nne katika nguzo ya Uislamu. Na nguzo ya mwisho Mtume akamwambia watahujja albayt, uende ukahiji al-Kaaba, uende ukahiji katika Baitillah. Ikiwa uko na uwezo nenda hija. Hiyo ni ibada adhim ambayo malipo yake kama anavyosema Rasulullah, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Haji ambayo kwamba imekamilisha masharti yake, haji ambayo kwamba la rafatha fiha wala fusuq, haji hiyo malipo yake ni janna. Watu wanarudi kutoka katika haji kayaumi waladatuhum ummahatuhum, kama vile ile masiku ambayo kwamba mama zao amewazaa, yani mtu hana dhambi yoyote. Hii ni manguzo tano ya Uislamu ambayo kwamba yafaa Muislamu asimamishe. Na haya ndio mambo ambayo kwamba Mtume alimueleza Muadh ya kwamba akiyafanya
itakuwa ni sababu ya kuingia janna na itakuwa ni sababu ya kuwa mbali na moto wa jahannam. Jitizame wewe Muislam, katika haya mambo matano jambo gani umelikosa, na jitahidi ulifanye. Shahadatain, alhamdulillah sisi ni Waislamu, lakini hii shahada kuna mambo ambayo kwamba yanaitengua shahada. Isije ukuwa wasema ashhadu an la ilaha illa Allah kisha bado wafanya shirk wa bado hujaelewa maana ya shahada. La budda uifate shahada kama vile hii. Wa hakadha as-sala, isikuwa wewe una swala yako mbili tu. Allah amekwambia usali swala 5 kwa siku, wewe usali swala 2 peke yake. Bana mimi nasali dhuhuri na asri peke yake, hizi swala nyingine kuna baridi sana Nyeri mimi si swali. Ama mimi nasali Friday paka Friday, salatul Jum'a peke yake. La, dini haiendi kwa matamanio ya nafsi yako. Kama umeamua kuwa Muislam, fuata mafundisho ya Allah, simamisha hizi sala, kwani hizi sala zitakuzuia wewe na mambo mengi sana. Kama Allah anavyosema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, sala inamzuia mtu kufanya maovu na munkarat. Fala budda Muislamu asimamishe sala. Wa hakadha az-zaka, hiyo ni ibada. Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika adhabu ambayo kwamba atapewa Muislam ama mtu ambaye kwamba mali yake imefikia kiwango ya zaka, hakutoa zaka, yauma alqiyama ile zaka yake itabadilishwa. Alikuwa na dhahabu, alikuwa na mali, ile mali yote itakuwa ni moto, kisha atafungwa nayo katika moto wa jahannam. Allah anasema yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Wale ambao kwamba wanazuia zaka zao, alladhina yaklizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim, wape bishara wao ya adhabu kali. Muislamu kuwa makini sana na hii kazi. Fatilia, fata wasomi wakupigie mahesabu mali yako, ujue je imefikia kiwango ya kutoa zaka ama haijafikia kiwango ya kutoa zaka, na kisha utoe ile zaka. Na wallahi ni kiwango kidogo sana, kiwango kidogo, tofauti na watu wanavyofikiria kwamba zaka ni mtu kitaja zaka yuogopa. La, zaka ni kiwango kidogo sana watoa. Wa hakadha som Ramadhan, ikiingia mwezi wa Ramadhan usitafute udhuru. Kuna wengine wasingizia kwamba wanaumwa, maradhi yake ndogo tu, pengine ako na mafua pia hataki kufunga. La ya jamaa, hii ni ibada. Funga, hiyo ni sababu ya kuingia peponi. Saum, as-saum ibada adhima. Mtume alayhi salatu wasalam asema la khalufu fami as-sa'im atyabu 'inda Allah min rihi al-misk. Wa hakadha al-hajj bayt Allah al-atiq, kwenda kuhiji ni katika ibada adhim sana. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akamweleza Muadh mambo ambayo yatamsaidia katika safari yake ya kuitafuta janna na kuwa mbali na moto wa jahannam. Akamwambia ala ukhbiruka an abwabil khair, je nisikupe khamari, nisikufundishe ewe Muadh kunako milango ya khairi? Hutaki kujua khairi wewe Muadh? Muadh asema bala ya Rasulullah. Mtume akamwambia as-sawmu junna. Saumu ya kwanza ilikuwa ni saumu ya faradhi ambayo ni katika mwezi wa Ramadhan. Mtume kisha akamwambia saumu junna, saum ni ngao, saum ni gad ambayo inakuzuia wewe, kama vile mtu anapokuwa katika vita akawa yuko na kizuizi ambayo kwamba inamzuia yeye pengine na silaha za maadui kumfikia. Mtume anamwambia Muadh, saumu hii lazimiana nayo, fa inna as-sawma junnatun kajunnati ahadina fi al-qital. Saumu ni ngao ambayo itakulinda wewe kama vile mmoja wetu anapokuwa katika vita. Na saumu hii anayokusudia Rasulullah ni saumu ya sunna. Ikiwa fadhila imethibiti katika saumu ya sunna, basi saumu ya faradhi ni aula. Lakini kwa kuwa Mtume alikuwa shabainisha saumu ya faradhi, hapa anatuelezea saumu ya sunna. Muislamu yafaa akithirishe saumu.
Mtume akasema as-sawmu junna, saumu ni ngao, ay junnatun yuhmika 'anil ma'asi. Saumu ni ngao ambayo kwamba inakuzuia wewe kufanya maasi. Ndio maana muona katika tabia ambayo Mtume amemfundisha mfungaji, qala fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mru'un sa'im. Ikiwa mtu amefunga na mwingine akaja akampiga ama akamtukana, amwambie mimi nimefunga, siwezi kukurudishia mimi kunipiga wala kukutukana, kwa sababu saumu yangu inanifundisha nikuwe na tabia nzuri. Fasaumu yuhmika 'anil ma'asi. Walihadha Allah Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akawaeleza shabab ambao hawana uwezo wa kuoa wafunge, kwani saum fa innahu lahu wija, itamzuia huyu kijana na maasi. Fasawm wiqaya, saum ni wiqaya kubwa sana. Jitahidi Muislamu kujizoesha kufunga saum ya ayyamul bidh, saum ya yawm al-ithnain wa yawm al-khamis, Monday na Thursday. Funga hizi siku, funga kadhalik masiku ambayo kwamba mwenyewe utakuwa umeamua. Huu mwezi wa Muharram funga uwezavyo, wa hakadha, kwani saumu hii kwa maelezo ya Mtume alayhi salatu wasallam ni junna. Kisha Mtume akamweleza Muadh radhiallahu ta'ala anhu katika milango ya khairi, amwambia was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Kithirisha sana kutoa sadaqa, kwani sadaqa huzima madhambi kama vile moto unavozima maji, kama vile maji inavyozima moto. Moto umewaka, atakuja mtu wa maji atazima ile moto kupitia yale maji. Wa hakadha fa inna as-sadaqata tudfi'u al-khati'ah. Una madhambi mingi, umeumia kwa dhulum, kithirisha sana kutoa sadaqa. Ibadallah, as-sadaqa amruhu adhim jiddan. Sadaqa jambo lake ni kubwa sana. Tizameni Muislamu ama binadamu akifikia kufa, huwa aomba ombi moja tu peke yake, na kama hauamini subiria ifikie siku yako ya kufa ndio utaona. Tuone kama wewe utaomba pepo ama utaomba moto ama utaomba gari ama utaomba nini. Allah subhanahu wa ta'ala yasema wa anfiqu mimma razaqnakum, toeni yale ambayo kwamba tumekuruzukuni, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, kabla mmoja wenu hajafikiwa na maut, fayaqul, aseme huyu mtu, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, Mola wangu basi nipe time ndogo tu nirudi kwa dunia nikatoe sadaqa. Hilo ndo jambo ambalo kwamba analiomba mtu akifikia kufa. Wewe uko hai, masha Allah, uko na uhai, uko na kila kitu, uko na uwezo, ndugu yangu jitahidi kutoa sadaqa. Ulama wanataja kwa nini maiti huomba arudishwe kuja kutoa sadaqa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametaja katika hadithi ya kwamba man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaah, yoyote ambaye kwamba atapenda kukutana na Allah, Allah kadhalika atapenda kukutana na yeye. Wa man kariha liqaa Allah kariha Allahu liqaah, na yoyote ambaye kwamba atachukia kukutana na Allah, Allah pia atachukia kukutana na yeye. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, ukisema kupenda kukutana na Allah na kuchukia kukutana na Allah, unamaanisha mtu kuchukia kufa ama kupenda kufa? Fakulluna nakrahu, kila mmoja yachukia kufa. Hakuna mtu ambaye kwamba anapenda kufa. Ama kuna mtu anapenda kufa hapa? Hakuna mtu anapenda kufa. Lakini ma'a dhalik Mtume akamwambia la, bali idha kana al-'abd as-salih, akiwa mja mwema imefikia wakati yake ya kufa, anaonyeshwa zile khairat alizokuwa anafanya kwa dunia, sala, zaka, saum, hajj, sadaqa, al-a'mal as-salihah, anaonyeshwa ile amali yake. Akiona zile amali huwajua aenda wapi, anafurahi kuelekea huko aendako, kuwa alijiandaa kwa dunia. Ndio hapa Allah azza wa jalla asema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Wale ambao kwamba wasema Mola wetu ni Allah, kisha wakawa na istiqama na msimamo, si wasema tu mimi Mola wangu ni Allah kisha huna msimamo, huna sala, huna saum, huna hajj, huna matendo mema unayofanya. Allah sema hawa uteremkiwa na malaika, ambiwa msiogope mwendako wala msihuzunike kwa mnachokiacha.
Sasa mja kama vile huyu hapa yuwapenda kukutana na Allah kwa kuwa alikuwa amejiandaa. Lakini akiwa ni mja muovu, ikifikia wakati yake ya kufa, anaonyeshwa zile amali yake mbaya amefanya. Alikuwa ni mwizi kwa hii dunia, alikuwa ni jambazi, alikuwa ni mla riba, alikuwa anadhulumu watu, alikuwa anatukana watu, alikuwa hasali, alikuwa hatoi sadaqa, alikuwa hatoi zaka, alikuwa kila dhambi wafanya yeye, anakunywa pombe, anatumia mikhaddarat, anatumia mambo ambayo kwamba imeharamishwa na Allah azza wa jalla. Ikifikia wakati yake ya kufa, anaonyeshwa pahali anayoenda kuelekea. Wewe ulikuwa unsali, haya malipo yako ni haya, waenda motoni wewe. Wewe ulikuwa utoi zaka, wewe ulikuwa unakula riba, wewe ulikuwa unakula mali ya haram, ulikuwa unadhulumu mayatima, ulikuwa unafanya kila aina ya madhambi, ulikuwa unafanya uchafu ya zina. Anaonyeshwa ile madhambi yake. Akiona ile madhambi anaogopa kwenda kwa Allah azza wa jalla. Yogopa. Anachukia kukutana na Allah, Allah anachukia kukutana na yeye. Ndio hapa sasa akiona ghadhab ya Allah azza wa jalla kwake, anasema rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ewe Mola wangu niregesha tu duniani muda mfupi, fa asaddaqa, nikatoe sadaqa, wa akum min as-salihin, nikawe katika watu wema. Allah anasema wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah haicheleweshi nafsi. Ikifika wakati yako kufa hutarudishwa tu kwa dunia. Sasa uko na wakati, tumia huo wakati wako. Hii dunia utafanya madhambi mangapi? Utafanya haramu ngapi? Utamuasi Mola wako mpaka lini? Mpaka lini? Haitoshi. Ma yakfika ya Abdullah. Ama ana alawani lirujui ila Allah. Haijafikia wakati ya kurudia kwa Allah. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Haijafikia wakati basi turudi kwa Allah, tuhurumie nafsi yetu kwa madhambi tumefanya, tumwambie ya rabbana kafa ya nafsu ma kana kafaka hawan wa isyana. Imetosha nafsi yangu kwa uchafu uliofanya, imetosha madhambi ambayo kwamba ulikuwa unayafanya. Qultu ma sami'tum wastaghfirullah. Alhamdulillah ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illa Allah ta'ziman li shani, wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu ila ridwan wa ba'd. Katika mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alimueleza Muadh ibn Jabal, akamwambia as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar, kisha akasema wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layl, na mtu kusali usiku, umesimama peke yako, hakuna anayekuona, ukachukua udhu ukasali kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Haya ni katika mambo ambayo kwamba hufuta madhambi ya mtu, au haya ni katika mambo ambayo kwamba huwa ni sababu ya mtu kuingia janna. Ulama rahmatullahi ta'ala alayhim wakatueleza ya kwamba binadamu hufanya madhambi aina mbili. Ima hayo madhambi atayafanya kwa wazi, kila mmoja akaona. Kuna mtu anafanya madhambi kila mmoja anamuona fulani yafanya madhambi. Lakini kuna madhambi unayafanya hakuna anayeyaona isipokuwa wewe na Mola wako. Sasa ulama wanatuambia madhambi ambayo kwamba unayafanya watu wanayaona, mukabili yake tauba yake toa sadaqa, kwa sababu sadaqa huonekana na watu. Kwa kuwa madhambi uliyafanya kwa uwazi, basi toa sadaqa ambayo kwamba itakuwa inakabiliana na haya madhambi ambayo kwamba ulikuwa unayafanya kwa wazi. Na madhambi ambayo kwamba ulikuwa unayafanya kwa siri, hakuna anayeiona, simama usiku, hakuna anayekuona, fanya ibada. Sasa swala ya usiku ni mukabili ya madhambi ambayo kwamba unayafanya kwa maficho, hakuna anayekuona, na hakuna binadamu ambaye kwamba anasalimika na madhambi. Kila mmoja yuko na madhambi, kila mmoja yuko na madhambi. Sisi ni ibad dhuafa, waja madhaifu, kila mmoja yuko na madhambi. Lakini katika hii madhambi Allah Mtume sallallahu asema kullu ibn adam khata, kila binadamu yuwakosea, ila wa khairul khata'in at-tawwabun, wa bora ambao kwamba wanakosea ni yule mtu ambaye kwamba akikosea anafanya tauba. Usitoshee tu bana kila binadamu yuwakosea, ushakosea fanya tauba, mlango wa tauba uko wazi. Sasa madhambi ambayo kwamba umeyafanya wazi, fanya istighfar,
muombe Allah msamaha, toa sadaqa, watu waone ile sadaqa, wala lengo lake siriyaan. Allah anasema in tubdu sadaqat fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum. Mkificha hakuna neno, mkidhihirisha pia hilo jambo halina neno. Toweni sadaqa kwa wazi, kwa sababu binadamu ni mashahidi wa Allah يوم القيامة. Hawa binadamu hao ndio watatoa ushahidi, watasema fulani alikuwa ni mwema ama fulani alikuwa ni muovu. Ulifanya madhambi kwa wazi, tubia kwa wazi. Maneno ya watu wakisema fulani ametubia, asa ile ikawa ni dua kwako, tauba yako ikakubaliwa. Na yale madhambi ambayo kwamba umeyafanya baina yako wa baina rabbik, fanya tauba kwa siri. Nasimamisha sana swala za usiku ambazo ni swala za wacha Mungu. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam imefikia alikuwa akiwahimiza watu kuswali salatul witr. Ndio maana katika baadhi ya madhahib wanaona ya kwamba swala ya witri ni swala ya faradhi. Baadhi yao wanasema kwamba faradhi ni 6: salatul fajr, salatul dhuhri, salatul asri, maghrib na isha na salatul witr. Lakini الراجح kwamba salatul witr si faradh, lakini ni sunna ambayo kwamba ni muakkada. Jitahidi walau usali rakaa moja baada ya salatul isha. Ijtahid walau an tusalli rak'atan wahida baada salatul isha. Na hadithi kaendelea, lakini kutokamana na muda biidhnillah ta'ala tutakomea hapa. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم